chenye kusudi kubwa, inatupendeza vijana wa kiume pia wa kike. Zamani sisi nilishawaambia wale ambao wamepata bahati ya kuonana na mimi baba yangu ni Msabato. Amina. Na usabato sisi upo nyumbani kwetu. Nikana mwambia hapa Pastor Msambwa kwamba yeye alikuwa kule Musoma, watu wengi walikuwa wajua yeye ni mtu wa Musoma. Kwa sababu mimi babu yangu mzaa mamangu anaitwa Msambwa Masegenya. Kwa hiyo usabato huko nyumbani kwangu kwetu, na pia kwetu sisi tuna mapasta. Kwa tutaendelea kulitafakari. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Nitaongea kwa ufupi ili kutoa nafasi ya ibada ili neno la Mungu liweze kuendelea. Taifa letu linapita katika majaribu makubwa. Kama taifa tunapita kwenye majaribu ya umoja wetu. Tunapita kwenye majaribu ya undugu wetu. Tunapita kwenye majaribu ya imani yetu. Na kila mmoja ambaye amekuwa na nyongo yake anatumia nafasi tunayopitia leo kama nchi, kama taifa, kutugawanya, kutugombanisha, kutufitinisha na kila aina ya maneno, ili mradi adui amepata nafasi ya kuzungumza. Na sasa maneno hayo tunaanza kuyarudia sana, yanaanza kuzoeleka kwenye masikio yetu. Ni nafasi nzuri sana kwa kanisa, kwa viongozi wa dini, tuweze kupaza sauti ya kulirudisha taifa letu kwenye misingi yake. Amina, amina. Tanzania hii ambayo tumezaliwa na kuishi ina vitu vingi sana vya kipekee ambavyo havipatikani mahali kwingi duniani. Sisi katika umoja na makabila yetu zaidi ya 120 na mtawanyiko wa madhehebu tulionayo, bado hatuna ukoo wa dhehebu moja. Bado hatuna ukoo wa kabila moja. Ndio maana utakutana na mimi nazaliwa kwenye familia ambayo baba ni Mkatoliki, baba ni Msabato, mama ni Mkatoliki. Ukienda kwenye familia yangu utakuta Uislamu upo. Ukienda kwenye familia yangu utakuta urokole upo. Ukienda kwenye familia yangu utakuta kila aina ya dhehebu lipo. Ndio namna ambavyo Mungu ametupa katika taifa letu. Tunapoanza kuona mahubiri, wanapoanza kuibuka watu ambao mimi naamini kwamba shetani anawatumia ili kuweza kupaza sauti za kutugombanisha, za kutugonganisha na kutufarakanisha, lazima sauti zinazopaza kuhusu umoja wetu kama taifa, kama jamii, zisikike na tuzipe nafasi. Nchi yetu kila wakati ambao tumekuwa na mitihani, madhehebu ya dini yamesimama na kupata sauti. Tulipopata changamoto ya albino kuweza kuondoa viungo vyao katika imani za kishirikina, hata sauti za makanisa na misikiti zilizungumza kukemea kwamba hilo jambo hapana. Taifa letu limekuwa na kauli za pamoja pale ambapo tumepita kwenye mitikisiko yetu. Niliombe kanisa na viongozi wa dini turudi kwenye msingi wetu huo. Basi kwa pamoja sisi kama viongozi wa dini tushikamane na viongozi wa makundi yote
katika kupaza sauti ya umoja wetu. Tushikamane na viongozi wa makundi yote kupaza sauti ya amani ya nchi yetu. Tuungane na viongozi wa makundi yote kupaza sauti ya msingi wa undugu wetu kama taifa la Tanzania. Na kama ambavyo maandiko matakatifu yanazungumza, haki huinua taifa. Tuungane na makundi yote ya viongozi kuipaza sauti ya haki, tukiamini kwamba itainua taifa letu. Tuipaze sauti ya amani, sauti ya umoja, sauti ya undugu wetu sisi kama taifa. Sisi kama taifa lazima tusimame kwenye misingi yetu. Msingi unapotikiswa lazima wote turudi kwa pamoja. Tunautikisaje msingi? Waumini tuko hapa, tunajua mwaka 2026 tuna net event, si ndio? Leo watu hawafikirii kuhusu kwenda kwenye mapumziko ya mwisho wa mwaka. Watu hawafikirii kuhusu shughuli gani watafanya Disemba. Watu hawafikirii kuhusu sherehe za mwaka mpya wala sherehe za Christmas. Watu wanafikiria kuhusu tarehe 9 kutatokea nini. Hiyo inakupa tafsiri pale ambapo tutachezea amani. Hatutakaa mkanisani tukafikiria net event. Kama kauli tunazoziona leo zikienda kwenye wiki ya net event, tutajadiliana hapa tuyairishe. Itakapoenda kwenye wakati tunaofanya makambi, tutajadiliana hapa tuyairishe. Amani sio bidhaa inauzwa dukani. Amani hauendi kuibageni nipunguzie. Tukiipoteza amani, maana yake ni kwamba mipango yote haiwezekani. Hata tungeambiwa kwamba tarehe 6 kutakuwa na jambo hilo, leo hapa tungepata watu wachache sana kanisani, na pengine viongozi wa kanisa ili wafungue wangehitaji ushauri wa kiserikali, tufungue kanisa tusifungue. Kwa mnaweza mkaona namna ambavyo tukitikisa misingi hatuna taifa.